Haleluya. Ya muda wetu umesonga, ni kweli. Wakati ambao tunahitaji kwenda kuyasikia mahubiri ambayo taenda kuhubiriwa kwa tarehe ya leo kwenye mkutano huu. Na baada ya hapo, kwanza anawaletea salamu za mchungaji, anawasalimia sana. Angetamani na yeye awepo kwenye kilele hiki, lakini ni kwa sababu tu ya mambo yaliyopo. Kwa hiyo yuko pamoja na sisi katika Mungu wa roho. Na kwa maana hiyo basi, mgeni wetu yuko hapa ambaye tayari anaenda kusimama muda si mchache wala si mrefu, atapanda kwenye madhabahu hii, ataenda kuhubiri. Niende kuomba kwa ajili yake. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru mfalme wa amani kwa ajili ya jioni hii. Kama vile ulivyokumtembelea Adamu jioni ile, akisikia nyayo zako, watoto wako wako mahali hapa, tuko mahali hapa, mkutano huu na uinua mikononi mwako. Nenda ukashuke ukazungumza na watu hawa. Tumishi wako yeye ni chombo tu, hawezi na wataweza bila wewe. Mshike kwa mkono wako wenye nguvu. Nami naomba baraka na amani vikashuke na kuatamia mkutano huu. Mbariki na wala usimpungukie, akaendelea na mapenzi yako. Na zaidi yote nasimama kimya na kila hila katika jina Yesu, na katango za giza, pepo anga, pepo kuzimu, na wanamzidisha kimya na washusha kuzimu wakanyamaza kimya, bali neno lako likasikike mioyoni mwa watu wako. Ninakushukuru machache nikisema asante, katika jina la Yesu naomba. Amen. Karibu mtumishi wa Mungu. Anaposimama hebu simama kwa miguu yako, piga kelele. Simama, ruka. Haleluya. Hebu simama. Sema Yesu. Piga kelele kwa Yesu. Haleluya. Yabongesha kelele kwa Bwana. Namayo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisikie amina iliyoshiba. Naomba nisikie amina ya watu wenye matumaini. Amina ya watu wenye imani. Amina ya watu wanaojua kwamba Mungu yuko hapa. Amen. Mungu awabariki sana. Muda wetu umeenda, lakini nijitambulishe, naitwa Shetad Samuel Katekela. Ni mtumishi wa Bwana kutoka Boko. Lakini nishukuru sana mchungaji, ingawa hayupo, lakini shukrani zangu zifikie mahali aliko. Wazee wa kanisa, Mungu awabariki sana. Idara ya muziki, Mungu awabariki sana kwa kuandaa kitu kizuri kama hiki. Lakini Mungu akubariki wewe ambaye uko hapa jioni ya leo. Basi kwa kuwa mzee wa kanisa ameshaomba na ameomba maombi yenye upako, ninaamini Mungu amesikia na anakwenda kuwahudumia watu. Bwana Yesu asifiwe. Nikuombe yeyote ambaye unasikia sauti hii, basi Mungu amekupa nafasi leo uyasikilize haya. Unisikilize tu kwa dakika chache na yatakusaidia. Nitasoma kitabu cha Warumi na kitabu cha Luka. Kitabu cha Warumi kuanzia sura yake ya 2 na kuanzia mstari wake wa 4, imeandikwa, au waudharau wingi wa wema wake na ustahimilivu wake na uvumilivu wake, usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu. Bali kwa kadiri ya ugumu wako na kwa moyo wako usio na toba, wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu, atakayemlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Wale ambao kwa saburi katika kutenda mema wanatafuta utukufu na heshima na kutokuharibika, watapewa uzima wa milele. Ngeukie mwenzio mwambie kuna uzima wa milele huko mbele. Na wale wenye fitina wasioitii kweli, bali wakubalio dhuluma,
watapata hasira na ghadhabu, dhiki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendee uovu, Myahudi kwanza na Myunani pia, na kisha Mtanzania. Biblia yangu inaeleza hivyo, sijui ya kwako inaelezaje? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitabu cha Luka sura yake ya 19. Naona nisome kabisa kwa sababu pengine naweza nisipate muda wa kufungua tena Biblia kutokana na muda. Sura ya 19 mstari wa 41 mpaka 44 imeandikwa, alipofika karibu aliuona mji, akaulilia akisema, laiti ungejua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zinakuja, adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, wakikuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Mpe Yesu makofi machache. Kwa dakika chache ambazo Mungu amenipa za kusimama mahali hapa, sisemi na mtu ambaye yuko mahali hapa peke yake, bali yeyote ambaye unanisikia sauti hii. Unaweza ukaa uko kwenye nyumba yako, unaweza ukaa uko kwenye biashara yako, au unaweza ukaa unapita njia. Madamu unasikiliza habari, nataka nikwambie ni makusudi ya Mungu na ni mpango wa Mungu uyasikilize haya. Maana kesho yako hujui, wala baadaye yako hujui. Biblia imeweka wazi kabisa. Yesu katika kutembea tembea akafika karibu na mji fulani, kama vile ambavyo tuko mahali hapa jioni ya leo majira haya. Akautazama ule mji, kila mmoja alikuwa yuko busy akifanya mambo ambayo anaona yatamsaidia, anaona yatampa amani. Lakini ule mji haukujua ya kwamba ziko siku mbaya ambazo zinakuja, na yako mambo ambayo anapaswa kuyafanya ili zile siku mbaya zisiweze kumpata. Mpenzi unanisikiliza majira haya na sahihi, haijalishi uko kwenye mkutano huu au uko chumbani kwako au uko kwenye biashara, nataka nikwambie, Yesu anapokutazama ni kweli uko busy na mambo yako, lakini haya unayoyafanya